Tunaona kwamba baada ya hapo Kristo akasema inanipasa kulivunja kanisa, baada ya siku ya 3 kanisa litakuwa limemaliza kulijenga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kweli Kristo akafa akafufuka, ile ni sadaka. Tunaenda kuangalia sasa kitabu cha Mwanzo sura hii ya 4, halafu tuanze na mstari wa kwanza ili uweze kuelewa vizuri. Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Habili alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu Bwana, ukatufundishe njia zako, tuweze kulielewa neno lako, tuweze kuishi katika neno jinsi ambavyo unataka Bwana tuishi, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu Adam, Biblia inazungumza alipomjua mkewe akapata mtoto anaitwa Kaini. Akasema, nimepata mtoto kutoka kwa nani? Kutoka kwa Bwana. Lakini akapata mtoto mwingine anaitwa Habili. Biblia kwa namna ya ufupisho, kwa kujaribu kutengeneza kwamba isiwe mambo mengi, ikafupishwa kwamba Kaini yeye alikuwa ni mwindaji, sawa, lakini Habili alikuwa ni mfugaji. Sasa Kaini akaleta mazao yake aliyokuwa akilima kwa mchana. Unaweza kuwa mwindaji lakini mkulima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaleta mazao. Lakini pia huyu Habili naye akafanya vile. Biblia inazungumza Mungu hakuipokea sadaka ya Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunazo taratibu za kutoa sadaka tunavyoona, tunakujisikia. Kiona tu hata 200. Sawa? Lakini Mungu anakuona wewe ndani ya moyo wako kwamba umetoa sadaka kilema. Umetoa sadaka ambayo haijakugusa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kufanya mazoea haya, Mungu anabaki anatuangalia, anasubiri. Yawezekana utajifunza, utaelewa nini maana ya sadaka. Lakini sadaka ni kile kinachotoka ndani ya moyo, unachoguswa nacho kumtolea Bwana. Na ndio maana Kaini alipopeleka sadaka yake mbele za Bwana, Biblia inasema Mungu hakuipokea sadaka ya Kaini. Haijalishi alikuwa ni mtu mzuri, mwenye sura nzuri, amependeza, mwenye mavazi mazuri, Mungu hajatishwa na hayo. Anachoangalia ile sadaka umeileta iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sadaka inapokuwa kilema, maana yake ile sadaka inakutengenezea umaskini. Unapoitoa unasema nimetoa ili watu wengine walione, lakini ile sadaka inakutengenezea umaskini, uduni. Sijui nisemee kwa namna fulani. Sawa? Yaani wewe kila siku unapotoka nyumbani unaacha 500. Mfano, tuko pamoja? Ukienda mzee anaenda kazini, mama 500 hii. Na kesho 500. Yaani habadilishe. Hakuna leo angalau ka 2000, ka 1000 mama. Leo Mungu amecheka, sasa ni 5000. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake amefungua milango ya nini? Ya baraka. Amefurahi, amenibariki. Sasa 5000 mama, hii itabaki, utahemelea. Leo ni shilingi, yeye kila siku 500.
Kila siku 500. Jumapili ile 500. Wiki ijayo 500. Kwenye KCF 500. Sasa na Mungu anasema, wewe si ni wa 500 wewe. Kwa hiyo kipato chako, faida yako ni 2000. Ili ukatoe 500 utagawanya 1500 ibaki nyumbani. 500 nipeleke sadaka. 1000 mtaji. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo utabaki unazunguka katika yale mazingira na unasema, jamani, waliobarikiwa wengine wanapata hela. Kwa nini? Ni kwa sababu wewe kila siku 200. Kila siku 100. Ndio maana Biblia inazungumza tayari Kaini akichua anatoa sadaka, lakini sadaka yake haikuwa sahihi. Biblia inaendelea kuzungumza kwamba Habili au Abeli akaleta sadaka, alafu Mungu akaikubali. Roho ya chuki ikainuka kwa ndugu yake. Kwa nini Mungu amkubalie sadaka nani? Abeli, wakati huyu ni mdogo wangu, halafu mimi Mungu hataki kuikubali sadaka yangu? Akawa na ghadhabu, akawa na uso wake umekunjamana. Unajua mtu kama hana amani, ukimtazama utamjua. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama tu nimeshakuelewa. Nimeshakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati fulani mtu mmoja akaja kwenye shughuli zangu za mikono, na mimi nafanya kazi za mikono. Amefika nikamtazama, lakini sivyo anavyokuaga akija. Nikasema, wewe una nini wewe? Akasema, kwani kuna nini? Haina wewe bwana. Sema kuna jambo wewe moyoni mwako umeliweka, na usiposema utakufa. Shauri yako. Yaani bwana, watu wengine, kwani nimefanyaje? Kwani nimekuaje? Nikasema, wewe nenda na jambo hilo nalo moyoni mwako, lakini ninakwenda kukuua. Bwana Yesu asifiwe. Akatafakari akasema, hivi kweli huyu amenijuaje? Na yawezekana unapokwenda kukifanya hili jambo, kumbe naenda kufa. Kumbe amebebelea dawa za kutosha. Ameambiwa na mtaalamu wale pale mitaani kwamba sasa hii dawa unaenda kutoa mimba, itatoka kweli bila shida. Sasa mimi sijui. Akasema, bwana, nimepewa dawa za kwenda kutoa nini? Mimba. Bali mimi nilijua hayo. Sasa nimemtazama kwa macho, nikaelewa huyu kuna tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na yeye pia Kaini akaonekana uso wake umekunjamana, sivyo anavyoishi siku zingine. Kwa hiyo Mungu akamwambia, hivi Kaini, ukifanya mema hutapata kibali kwa Bwana? Tenda mema utapata kibali kwa Bwana. Tazama, dhambi inakuotea, iko mlangoni, inakutamani wewe, lakini inakupasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule mama akasema, nifanye nini? Nikamwambia, rudisha dawa ulikozitoa. Akatoka hapo akaenda dukani. Kufika, nimeahirisha ile swali lilokuwa nimepanga, nimeahirisha kabisa kutoka moyoni mwangu, nimeahirisha. Anakumbuka maneno yaliyomwambia, yaliyoko moyoni mwako unakwenda kufa. Sema kweli kuna nini moyoni mwako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikishaandika, nikifuta, bosi atakuja atasema, kwa nini hapa ulifuta? Kwa hiyo Bwana, labda kwa kukusaidia tuzigawane zile hela. Wewe nusu na mimi nusu, alafu nipe dawa zote. Bwana Yesu tusaidie. Yule mama akazitoa zile dawa. Baada ya hapo ameendelea kuishi, akaja akajifungua mtoto wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katoto kazuri kabisa. Kazuri. Nikawa namwangalia akipita akinisalimia, na mwangalia kabeba katoto kazuri kanapendeza. Sasa nikisema nimkumbushe, nikasema nitamfikisha mbali. Kwa hiyo nabaki tunasema huyu mtoto aliokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi katika sadaka, dhambi hiyo inatafuna watu wengi, dhambi hiyo inatesa watu maelfu, na kwa sababu watu wameshindwa kuelewa nini maana ya sadaka, ndio maana wanaendelea kuona kwamba Bwana wewe ni mipango ya Mungu. Wewe unafikiri wewe utambadilishia Mungu ratiba? Huwezi kumbadilishia Mungu ratiba. Hebu sasa tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitalia, mtu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa akitoa sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Kwa hiyo maombi yanaendana na sadaka yako. Unapofanya kitu ambacho ni dhaifu, usitegemee Mungu ni kama mtani. Mungu ni kama mtani. Bwana Shabani namna gani? Bwana babu. Unavyotoa kilema, yeye anasema asante mwanangu, kwa sababu maisha yako ndiyo hayo. Utaishi hivyo kwa sababu na mimi umeshaniwekea mipaka. Kila wakati unatoa sadaka 500. Wiki hii nimekubariki umepata 200,000. Kwa nini umetoa sadaka 500? Sasa anachokifanya Bwana, anagusa chochote kile. Unashangaa akipima dokta haoni ugonjwa, akifanya hivyo hamuna, kuna dawa huponi, paka kale kala 200 kafanya nini? Kakishaisha urudi kwenye 1000 ngapi? Kwa sababu ndio nafasi yako ya kumtolea Mungu shilingi 500. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na zikishaisha hizo pesa, hakuna shida, hakuna mgonjwa nyumbani, hakuna shida. Unalima shamba wewe kubwa, unavuna, mafuno yameanza tu, misuko. Bwana kuna Bwana tuwe tumazao. Unarudi kwenye sado. Nani nafahamu sana? Tulita. Jamani, mama kanunua sado hapo tule. Utanunua sado. Na kwa vile watoto wana njaa, ile sado siku hii mulo wa mtendo yaani mtoto haishi, maana anategemea hiyo sado ikiishi, hana matumaini tena kununua sado. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanapambana watoto ugali wote mpaka uishi. Kwa hiyo ukishaisha ndio vipi? Unga umebaki tu. Na labda ni wa uji. Kuna nini? Uji. Sasa unapobaki wa uji, yani nakwambia watoto asubuhi tu, hivi mama leo haupiki mama? Leo haupiki kwani? Mambo yameshafanya nini? Yameharibika. Sio kwamba haujaokoka au umeokoka vizuri. Tezi za rohoni unajua, kuhubiri unajua, kila kitu ni safi, lakini sasa Mungu Mungu beneti vizuri. Yesu yuko pamoja na wewe, anasema wewe ndio utaratibu wako. Utakapoanza kutoa 1,000 na mimi nitaanza kukupa 10,000. Utakapoanza kugusa 10,000 nakupa mimi 200,000 au 1,500. Sasa unavyoendelea kupanda vile viwango, Mungu anaanza kukuinua kwenda viwango sasa anaanza kuona kwa sababu wewe mwanangu umegundua sadaka ninahitaji ili kanisa lisiwe masikini. Sasa lazima nikubariki. Ila utakapoanza kurudi nyuma, yeye hajaondoka Kristo. Sema umeanza ule utaratibu wa mwaka jana kutoa 500 sawa. Kinaibuka kingi.
Ile jambo liloibuka linakwambia mpaka uuze uwanja ndio upate unafuu. Usipouza uwanja, yaani wewe hauwezi kusalimika. Bwana, sasa nilikuwa na mpango wa kujenga. Sasa kwa ajili tu ya matatizo mengi, unajua Bwana, cha kwako ndio cha kukusaidia. Siku za mwisho nimempigia simu mchungaji akasema na yeye hali ngumu. Nikampigia shemasi na yeye akasema sijui nitaangalia, lakini sasa sijajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwalimu, sio mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yangu ni kufundisha. Sasa baada ya hapo unakiuza kile kiwanja. Umekiuza kile kiwanja, ile pesa inavyokimbia. Mnakifahamu kimbunga? Unakiona kule, kushitukia kiko. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, kama ukitaka mkosane na mwanamke ndani, ukae nayo hiyo hela sasa. Si nyingi? Unajua matumizi wanawake hawajui. Unajua nikae nayo mimi, utakaa nayo sawa, kaa nayo. Sawa? Kaa nayo. Lakini mwezi huu tumetucheji. Anakuambia, sasa leo tunaishi. Si hela unayo. Tuliuza ule uwanja ukakaa nazo sisi kwamba tunatumiaga nini? Vibaya. Sasa baba, tunafanyaje? Unajua, simeshaisha mke wangu. Simeishaje? Umeanza mambo yako. Pole pole, watoto watasikia. Watasikia lini? Ilikuwa 1,300,000. Hizi ni wiki ngapi? 4. Hakuna hata change. Ina maana kabisa kwenye suruali wote hamna hata shilingi. Mama, si tulikuwa tunakula. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapomtolea Bwana, unamkopesha Mungu kukuinua wewe. Unapomtolea Kristo sadaka. Mimi usione hivi wakati ninaanza kazi ya kwenda kufundisha Katumba, wanafunzi wa kujifunza masomo ya uongozi. Nikawa natumia hela yangu naweka mafuta huko tunajadili, jamani, si mama nisaidia hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nimeweka kwanza mafuta. Amen. Sio halo munitumie hela ya mafuta, tumutumie. Ulitupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaingia unaangalia hapa. Nisimpe nafasi mimi, sinaweka mafuta. Na mimi uzuri huwa naweka mafuta kabla, kuna siku kesho inapita afu naweka mafuta leo. Halafu inapofika siku ninaondoka na kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda kufanya huduma ninarudi. Wale wanasema hapana, mtumishi wa Mungu, mwalimu, ya mafuta hii hapa. Mungu awabariki watu wa Mungu. Basi naweka mfukoni, nasema Yesu ni Bwana. Lakini anzia kwako kujikamua. Halo? Unaona hizi speaker hizi? Hapa kuna wengine najua ibadani hawaji. Hiki chombo hiki. Kuna wengine mchungaji, utakuwa unasema nitakuja tu mchungaji kanisani, unajua majukumu. Yaani unajua maisha ya mjini bwana. Kumbe aliahidi hela. Sasa mpaka spika zimekuja hajatoa. Anawaza nitakwendaje mule kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata usipotoa spika inakuja. Amen. Hata utasema kwamba sitoi mimi kanisani, vyombo vinakuja. Amen. Hata usema kwamba unajua kanisa hili tutakuta limeshaongezeka, limesogea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni bilionea. Mungu wetu ni bilionea. Ili na wewe upokee baraka za Mungu, subutu kumgusa Bwana. Subutu kujaribu kwamba hata mimi sasa angalau sasa niko tayari kumtumikia Bwana, nijaribu hata kwa fungu hili. Utaona Mungu anafanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa namna hii nipende kusema kwa somo hili, ukiwa nyumbani naomba ukalipitie. Mimi ni mwalimu tu kama nilivyo
nikwambia, mimi ni mwalimu na kufundisha ili ujue kile ambacho Mungu anataka wewe unapofanya ibada. Afurahi Mungu pamoja na sadaka iliyo njema. Afurahi Mungu pamoja na vitu ulivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wametulia. Amen. Wanatafakari. Dozi zimeingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sadaka kilema imeharibu ndoa za watu wengi. Mara zote baba kila siku anamwachiaga mama buku. Kila siku buku, hajawahi kupata nyingi. Tuko pamoja? Sasa kwa sababu kila siku buku, mtoto wako atanenepa kweli? Piga umo. Hivi mtoto atanenepa kweli? Hiyo buku kila siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jaribu Bwana. Hata kwenye kesi hii huduma wakati mwingine sio kwamba kila siku naleta 100. Sawa? Yaani kuna watu wanaleta nini? 100. Haleluya. Haleluya. Simenichagua kwa mwenyekiti. Sasa subiri. Ninaziandaa bahasha kila jina. Amen. Kila jina la mwanakesi kutakuwa na bahasha yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti wa vijana pamoja na katibu wa vijana na viongozi wote, muhakikishe mnafahamu huyo anaitwa nani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakukabidhi bahasha. Kama unatoka 100 tutaiona.